Amen, 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 amen. Bwana Yesu asifiwe, na ninashukuru tena kwa wakati huu. Mungu ni mwema na Mungu ni kimbilio langu. Nataka nishare na wewe kitabu mstari mmoja tu mdogo, in the book of Romans chapter number 8 verse number 1. Nitasoma katika jina la Yesu, na Mungu atakuinua mahali ulipo mpendwa, mahali unaponitazama. Naomba tu baraka yako, neema yako, usipite ujumbe huu. Pengine ni wako leo, siku ya leo, usiupite. Pengine Mungu kuna sababu anataka kutenda katika moyo wako. Nitasoma katika jina la Yesu, na maandiko inasema kwamba katika kitabu ya Warumi mstari wa 8 kuanzia mstari wa kwanza, basi hakuna hukumu ya ghadhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Mstari wa 2 nasema kwamba kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu ameniacha huru, bali na sheria ya dhambi na mauti. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba katika kitabu ya Romans mstari wa 8 kuanzia mstari wa kwanza, maandiko inasema ya kwamba hakuna hukumu yoyote ambayo itahukumu, ambayo itainuka kinyume katika maisha yako, kwa wewe ambayo umemkubali Kristo, ama kwa wewe ambayo unamjua Jehova katika maisha yako. Hakuna hukumu yoyote itakayeinuka popote unapotembea ama popote unapokaa. Kuna watu wametuwazia mambo mabaya, kuna watu wametuwazia vitu ambayo isieleweka, lakini nataka nikutie moyo jioni ya leo, nikwambia kwamba ile hukumu ambayo itainuka kinyume na wewe, maandiko inasema ya kwamba kwa wale wanamjua Jehova, kwa wale wanamjua Yesu Kristo, hakuna ghadhabu wala hukumu. Nataka nikuambia ndugu wala mama mahali ulipo, nikwambia kwamba Jehova anaenda kusimama na wewe na atakupigania katika maisha yako. Hakuna ghadhabu wala hukumu yoyote kwa wale wanamtumainia Bwana. Hakika wewe ambaye unamkimbilia Jehova, Bwana atasimama na wewe na Bwana atakuinua katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 2 nasema ya kwamba kwa sababu ya sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu ameniacha huru. Sheria yake ya Roho Mtakatifu ambaye Yesu alikufa kwa sababu yako, aliingia kule Kalvari kwa ajili ya maisha yako. Maandiko inasema kwamba amekuachilia huru katika maisha yako, iwe ni laana, iwe ni nini, iwe ni ghadhabu iliyonena na wewe. Nataka nikwambia kwamba Yesu amekuacha huru katika maisha yako katika jina la Yesu na Baba na Roho Mtakatifu. Ataendelea kusimama na wewe na ataendelea kukuinua katika maisha yako. Nataka nikwambie kwamba jioni ya leo, amini Mungu tu na Mungu atatenda. Amini Mungu tu wapendwa, na Mungu atawainua katika maisha yenu. Atazidi kuwainua, atazidi kutenda, atazidi kusimama na wewe. Haijalishi ni mambo mangapi, haijalishi umekataliwa, haijalishi umedharauliwa, lakini leo hii na kuombea baraka katika jina la Yesu, na Mungu akuinue na Mungu akuponye. Iwe ni magonjwa, iwe ni lahana, Mungu akuondolee katika jina la Yesu. Upokee amani na Mungu amani akaweze kusimama na wewe. Nataka niombe na Mungu akuinue. Asante Mungu wetu, Mungu wa utatu, Mungu wa Roho Mtakatifu. Baba, ninakushukuru, ninakuinua Jehova kwa mfalme wa amani, kwa mtumishi wako Jehova mfalme, kwa wakati huu Jehova, natuma roho yako Bwana na baraka yako Jehova ikanene na mtu mahali hapa Jehova, kwa maana unastahili Bwana. Mtazamaji wako Jehova, Baba, ninamweka mkononi mwako. Wacha Mungu wetu kamuinue, kamtakase Jehova mahali anapopita Jehova mfalme wa amani. Hakuna ghadhabu itainuka katika maisha yake, hakuna hukumu itasimama kwake Baba, hakuna maroho itainuka kinyume Baba. Ninavunja kila laana yote Bwana, na kamata kila miteko na laana yote katika jina la Yesu Kristo mfalme. Mahali ulipo ninakuombea amani, mahali ulipo ninakuombea baraka katika jina la Baba na la Mwana na Roho. Baba wetu akanene pamoja nawe katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ninaomba nikiamini, na useme amina mahali ulipo tu, na Mungu atakubariki. Amen.